zipone kabisa. Tupo pamoja? Pamoja kabisa. Sasa nimshukuru mchungaji, amegusa eneo langu kidogo au sana, lakini mimi nitajazia kidogo sehemu ambayo hakufanya. Ndoa ni nini? Unajua sasa tunazungumza sana kuhusu ndoa, lakini hatujui ndoa ni kitu gani. Kwa maana ya sheria ya ndoa ya mwaka 71, ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mwanaume na mwanamke unaolenga kudumu kwa maisha yao yote. Ndoa ina mambo matatu. Kwanza, ina muunganiko wa hiari. Lazima wanandoa wawe wenyewe wamehiari kuwa pamoja pasipo kulazimishwa na mazingira na wazazi na marafiki na mtu mwingine yeyote. Yaani yeye na mwenzie wamekubaliana kuishi. Lakini kitu cha pili, ni lazima muunganiko huu uwe ni kati ya mwanamke na mwanaume. Amina. Hata kama kuna hiari ya aina gani ya jinsia moja, hiyo sio ndoa. Ndoa ni lazima iwe ya mke na mume. Ameniambia mchungaji, kama mlikuwa mnamsikiliza vizuri, mwanaume utoke kwenye hatua ya kuitwa mwanaume uwe mume, alafu mwanamke atoke kwenye hatua ya kuwa mwanamke awe mke. Hiyo ni lugha ngumu kidogo kwa wanandoa, lakini leo tutaelewana. Lakini pia muunganiko huu ulenge kudumu kwa maisha yao yote. Tuna viapo vya ndoa Tuna viapo vya ndoa. Tunaapa mbele za Mungu na mashahidi waliopo, si ndio? Kwamba tutaishi katika shida na raha, si ndio? Uzima na hali ya kutokuwa wazima, si ndio? Mpaka pale kifo kitakapofanyaje? Tutenganisha. Kwa maana hiyo leo tunaongelea ndoa ambazo hazina talaka. Kwa sababu viapo vyetu havisemi ikifika shida fulani au changamoto fulani, ikifikia hapa ikinishinda naacha huu mkataba. Mkataba wetu unalenga kuishi au kudumu kwa muda wote wa maisha yetu. Labda zitokee changamoto ambazo ziko nje ya uwezo wetu au vifo ambavyo vitatutenganisha. Bwana Yesu asifiwe. Na tuna changamoto sana kwa ndoa zetu za sasa hivi kwa sababu kidogo zina tofauti na zile za zamani. Kuna kitu wanasema ya kale ni dhahabu, si ndio? Na wanaposema ya kale ni dhahabu wanamaanisha, mfano zamani